nikaanza na mahindi robo eka. Nikatoka kwa robo eka kaingia nusu. Nikatoka kwa nusu kaingia ekari moja. Nilipotoka ekari moja nikapata nguvu za kulima benda ekari moja. Nilipopata benda ekari moja nikalima ekari mbili. Sasa hii niko na ekari mbili ya benda na hii nusu ya mahindi. Katika ukulima umenisaidia kununua mbuzi. Kwa sasa niko na mbuzi 20. Niko na ng'ombe 3. Hata nimenunua bajaji mpya. Umenunua bajaji mpya? Yaani ya kurahisishia usafiri ama kuna mtu anafanya nini anakuletea mapato? Kupeleka sokoni. Yes. Kama ni benda anapeleka mwenyewe sokoni. Kama changamoto ya kwanza wakulima hawana skills. Elimu ya ukulima. Nilichunguza nikaona ukulima unataka kidogo elimu, uelimishwe. Tuseme upande wa madawa. Naweza ona hii mahindi ama mmea wote ule umeathirika, lakini mkulima anapiga dawa isiyofaa. Hiyo ni kosa elimu. Good people, good world, good Africa, good farmers, good East Africa, good Kenya, good Kenyan coast, good Kilifi County, good Madunguni village here in Malindi sub-county. It's February here and it's a bit dry. We have missed rains for the past 6 months. It has been a bit very dry here. This area is very, very fertile. It is literally known as the food basket for Kilifi County. But now something wonderful. Behind me here is a green maize farm. Now I'll tell you how significant this farm is, because the owner of this farm here is among those people who are not benefiting from. There's a well here that was sunk by the county government of Kilifi, and the local community, including the one we are going to do the story right away here, are using it to irrigate their farms. That's why you can see now there's this maize here. They are very green in color, showing now that at least something is happening here. So in a moment we shall be joined by the farmer so that he takes us through his farming venture, why maize here, and what the future holds for this young man. But before I do that, a big number of you guys watching us on this channel have not yet subscribed. Kindly subscribe, hit the notification bell so that you are notified whenever a new episode is loaded into this channel. We have lots of good stories there. You can just go watch and enjoy your fulfillment as you even plan to become a farmer in future. For our viewers in diaspora, you can also decide to come back home and venture in farming like this. This young man is about to harvest here, and you know what, man will be coming away through that program. So in a moment we shall be joined by the farmer to share the story of his journey into farming. My name is Kazung Samuel, and this is the Untold Farming segment, an African voice of really farming, rural enterprise, and of course food security. See you in a moment. Tumekaribia sana kwa shamba lako bwana. Hapa ni eka ngapi ama ni ukubwa gani wa shamba yako ambalo hapa? Ni nusu eka. Nimepanda nusu eka. Na naona umepanda mahindi tu? Nimepanda mahindi. Mbona mahindi? Labda huku chagua mmea mwingine kama mboga hivi, kwa sababu nimeona wakulima wengi eneo hili pia wanapanda mboga sana. Nimepanda mahindi kwa sababu mahindi ni chakula. Kwa sasa hivi kuna ukame wa uhaba wa chakula. Kamua nipande mahindi. Niuze ile itakuwa iko tayari machanga, ile mabichi niuze. Makavu nitauza. Ingine itakuwa chakula. Sasa kwa hivyo unasema hii ni nusu eka? Hii ni nusu eka. Ulipanda lini? Hii nimepanda mwezi wa 12. Kwa hivyo iko na miezi miwili tuseme. Miezi miwili. So hii itakuwa tayari lini hii?
wiki 3 zijazo ikiwa imepata maji na mbolea vizuri. Okay. Oh. Na ni mbegu gani hii ambayo mbegu nimepanda hapa ni DK777. Okay. So ulipanda hiyo DK kwa sababu ni vitu gani uliangalia? Labda ni mchanga unaendana nao na nini, ama ni mbegu unazaa sana? Mbegu ya DK777 nimeona iko na mazao mazuri. Mti mmoja unaweza pata mahindi 2 ama 3. Alafu nayo inastahimili. Naweza kosa kuweka maji wiki hii, wiki ijayo, alafu tena mahindi iwe iko sawa. Alafu wanunuzi wa mahindi mabichi wanapenda hii mbegu sana. Okay. Oh, sawa kabisa. So labda kwa manufaa ya watazamaji wetu tunataka ujitambulishe kwa majina, afu tuambiwe ni mkazi wa wapi na tuanze safari yako sasa ya kilimo. Kwa majina naitwa Nixon Amani Kazungu. Ni mkazi wa Malindi, sub county ya mkazi wa Malindi hapa village Madunguni. Ni kijana mdogo sana lakini mwenye nimekeza katika ukulima. Nimefurahisha sana kuona vijana wadogo kama kijana mdogo kama wewe, lakini umeingia katika ukulima. Hebu tuchukue kidogo historia fupi ama safari yako ya kilimo. Ni vitu gani ambavyo vimekufanya ukaingilia kilimo? Labda kwanza ulishawahi kwenda labda kupata masomo? Hebu tupatie historia yako kidogo. Nilipata masomo, nilimalizia kidato cha 4. Sikupata uwezo wa kuendelea college. Nikatafuta kazi za mkono, nikaona hiyo kitu inaniumiza. Nikapata mtaji kidogo. Nikaanza na mahindi robo eka. Nikatoka kwa robo eka nikaingia nusu. Nikatoka kwa nusu nikaingia ekari 1. Nilipotoka ekari 1 nikapata nguvu za kulima benda ekari 1. Nilipopata benda ekari 1 nikalima ekari 2. Sasa hii niko na ekari 2 ya benda na hii nusu ya mahindi. Okay. Kwa hiyo umekuwa ukiwekeza, yani tangu ulivyoanza umekuwa ukiwekeza non-stop katika kilimo? Nikiwekeza naongeza shamba. Ndio tunafanya. Okay. Na hii labda kuingia katika kilimo ilikuwa ndio ndoto yako, ama labda mazingira tu ndio yalikufanya ukaingia, ama even as you grew ulikuwa na labda manake eneo hili tunajua na wakulima wengi tu, ni eneo ambalo hata kaunti ya Kilifi inalitegemea sana kwa uzalishaji wa chakula. Wewe ni kitu gani hasa kilikufanya ukaingilia katika mambo na ukulima? Unajua kijana akimaliza matarajio ni kwenda college, apate kazi nzuri, akiko ofisi. Nilivyoona ile kazi hakuna, sina uwezo wa kwenda kule na sikutaka ama sikutarajia hii maisha, nikaona wacha sitaajiriwa na mtu anilipe 200. Heri niingie ukulima, nitapata zaidi ya 200 ama 300. Okay. Na kweli naona. Na wakulima wengi labda wa mahindi kumekuwa na ule mfumo tu wa kuyauza yakiwa yako green, wanauza tu. Wewe umekuwa ukipanda hizo mahindi, unauza yakiwa yameshaka huko, umetoa kwa shamba kabisa ama huo unayauza vipi? Nauza yakiwa yako green, yenye tabaki na kausha na leta hiyo ya kutoa hiyo mahindi, nauza ikiwa makavu. Okay. Na hebu tuambie katika hii hapo unasema ni nusu eka ambayo umepanda hii mahindi, naona inaonekana kabisa kilo. Hapo unatarajia labda mapato yake kama kiasi gani, na uliwekeza kiasi gani hapa? Hapa kuwekeza kama 25,000. Mbegu, mbolea, ufanyaji kazi wa kupalilia, madawa 25,000. Hapa nimewekeza. Okay. Na natarajia kupata 55,000, 60,000. Okay. Ambapo hiyo ni faida tayari utakuwa umejiwekeza pale. Nitakuwa nimewekeza. Hebu tuelezee labda kuhusu maji. Mmekuwa mkipata maji wapi hapo? Kwa sababu unaona hapa kwako kuko very green, sehemu zingine ziko very dry. Ni vipi? Kwa sababu maji ni changamoto sana kwetu. Kitu ya kwanza tunatumia kisima moja. Mashamba zenye zimetuzunguka ni zaidi ya ekari 12. Sasa ni nguvu zako sasa kupata maji. Na lazimika hapa kuweka maji usiku, watu wakiwa wameenda wamelala. Mimi I'm sacrifice my time niweke maji usiku. Okay. Ndio mchana watu wachukue kisima yao.
Okay. Unajua kisima ni akaunti watu wengi wanatumia hapo. Mashine anafanya kukomboa, pipe na komboa. Sasa inalazimika usiku silale ujo niweke maji. Okay. Kwa hivyo haya mahali yamefika pia bado yanahitaji maji ama? Yanahitaji maji na mbolea. Ile ya mazao NPK. Okay. Kwa hivyo kufikia hapa mahindi yako walifika, hujaweka mbolea ama uliweka ikianza alafu ukaacha? Hapa niliweka mbolea ile ya katikati CN. Okay. Niliweka CN. Nilikuwa niweke hiyo NPK lakini uwezo sina, pesa imeisha. Weka maji tu. Okay. Tuone mazao. Asante sana. So viewers, we will be going to, he is going to show us the borehole that was sunk by the county government here, and that several farmers here are utilizing it to irrigate their farm. So in a moment we shall be there. The greenish, this greenish you see in this mess here are a result of the borehole that was sunk here with the county government of Kilifi. So viewers, tunataka tuonyeshe hiyo ndio kisima ambayo ilijengwa na serikali ya county katika eneo hili la Madunguni ili kuwasaidia wakulima kunyunyiza mashamba yao ama kufanya irrigation. Ni kisima ambacho is serving almost 12 acres of piece of land here, and so hichi ndio kisima ambacho mlijengewa. Okay. So hichi ndio kinasabu the entire hii ndio tunakusaidia hapa. Asubuhi, mchana, jioni, mashine iko hapa. Kila mtu anapata maji. Okay. Lakini sasa mambo na pump na generator inabidi mnakodisha. Nakodisha. Wakulima kama sisi wadogo hatuna pipes. Watu tunakomboa wenye wako. Okay. Kama ni mashine tunakomboa, kama ni pipe tunakomboa, tunaleta tunaweka maji. Okay. Sawa. So watazamaji, hicho ndio kisima. Kama mpiga picha wetu akituonyesha hiyo ndio kisima, alafu hiyo ndio pump ambayo wanatumia, hizo pipes wanamwaga maji huko. Now it is through that borehole that you see, like this is now the half an acre piece of land here. It's very green, and the farmer will soon harvest and of course sell his produce. So haya mahindi ukiuza yakishakuwa tayari, wateja wako wanatoka wapi? Wateja wengi wanatoka Watamu. Wanakuja, tunapigia simu, wanakuja wananunua mahindi. Labda nikupatie mfano mmoja. Hiki kihindi hii ikishakuwa kabisa paka iko ripe. Sasa bado ni changa, lakini ikisha ripe paka ndio iko tayari. Huo unauza piece moja pesa ngapi? Piece moja ya mahindi tunauza kwa shilingi 15. 15. Okay. Na hapa naona ikizaa kabisa, hapa unapata pisi nyingi sana kwa hii shamba. Naihesabia kama mahindi kama 7,000 hapa. Unaona? Kwa hiyo ni pesa nzuri sana ambayo unapata hapa. Okay. Hii inanifurahisha kwa sababu ukiangalia wewe ni kijana lakini tayari umekuwa ukifanya hizi pesa ambazo unapata kwa mradi kama huu zinakusaidiaje katika maisha yako ya kila siku? Katika ukulima unasaidia kununua mbuzi. Kwa sasa niko na mbuzi 20. Niko na ng'ombe 3. Hata nimenunua bajaji mpya. Umenunua bajaji mpya? Yaani kurahisishia usafiri ama kuna mtu anafanya nini anakuletea mapato? Kupeleka sokoni. Yes. Kama ni benda napeleka mwenyewe sokoni. Kama ni mahindi wamekuja, mimi mwenyewe nakata yangu napeleka Watamu nikauze. Okay. So ni kilimo ambacho kina faida nzuri kabisa. Kina faida. Kilimo kina faida. Kilimo kina faida. Okay. Asante sana. We have just gone through the farm. We have seen how green it is. This young man here expects to have very, very good harvest and money on the way. So labda utuelezee sasa, hili ni shamba lako, tumezunguka tumeona
mahindi yanakaribia kuwa tayari. Labda unajisikiaje ukirauka asubuhi na ukija ukiona mahindi yako yako namna hii? Ni kitu gani kinajaa kwa roho yako? Kitu ya kwanza nikifika shambani ni motivate na kutia motisha kabisa. Nitia motisha niekeze shamba ingine. Niekeze shamba ingine. Hata vijana wenzangu nikiona wanahangaika nawaambia tu jaribu kulima. Kuna mmoja nimemsupport, nimpatia mafuta, kamlimia, hata sasa hivi bado anaendelea. So huku ulimaji wenu ni wa track, kwa hiyo mnakuwa na tractor ndio mnalima ama tunatumia tractor tunatulimia, tunafanyia hii kazi ya faro. Kwa hiyo hii tractor huwa ndio inafanya hizi kazi zote za faro. Okay. Kijana mdogo kama wewe labda na aliyesoma angetarajia labda kutafuta kazi za kuajiriwa lapi kwa maofisi nini ama kazi zile za kupigwa na baridi upepo, lakini wewe uliamua ujichafue na mchanga upate riziki. Ni nini kilikuwa kinakuvutia zaidi kwamba let me try this? Nimeona wakulima wengi wakifaulu, kajaribu na nikaona kweli hiki kitu itanisaidia kuliko kuajiriwa. Sababu hii mahindi kama itanipatia hiyo 60,000 kwa miezi mitatu na niko na shamba ingine na nipatia zaidi ya 60,000 kwa hiyo miezi, sioni haja ya kuajiriwa. Hata kama nafasi itakuja iwe ni kipato cha zaidi ya shambani. Kwa hiyo kwa huu muda ambao umekaa hapo umeangalia kabisa, unaona kuna pesa katika ukulima. Kuna pesa. Hii ni ile tunaita green money, yani pesa unapata taslimu, haina mambo mengi kwa sababu kwa hiyo ukishavuna hapo watakuja wenyewe. Wanakuja, haitoshi kitu. Hiki kitu itavunwa hapa kwa siku mbili. Ushamaliza? Ushamaliza. Nikimaliza nakata naweka kitu kingine. Kwa hiyo sasa hivi umeweka mahindi. Alafu ukishamaliza kutoa mahindi hutarudisha mahindi hapa. Nitaweka benda. Unaweka okra sasa? Okra. Then kwa hivyo ndio unafanya hiyo rotation. So una mwito gani kwa vijana ama kijana ambaye anakutazama pale kwa hichi kipindi, labda pia anaona ni kama hakuna opportunities, lakini wewe ni kama uli create opportunity, unawaambiaje? Tunaweza ambia vijana saa nyingine pesa yote uko nayo, unaweza anzisha hii ukulima. Si lazima uanzishe na ekari ama nusu eka ama ekari mbili. Kama unaweza pata shamba, unaweza access maji vizuri, unaweza anza ukulima na ile pesa uko nayo. Haina haja uanzishe ekari moja alafu ikushinde. Anza na ile robo. Tasonga tu, utafaulu. Kwa sababu wewe ulianza kwa udogo, ulianza kwa uchache. Nilianza na robo eka nikapanda mahindi, katoka nikaingia nusu eka, katoka nikaingia ekari moja. Katoka nikaingia ekari nyingine ya kupanda okra. Alafu nikapanda ekari 2 za okra. Sasa hii niko na ekari 2 za okra na nusu eka ya mahindi. Na tuseme kwa sababu kwa huo muda ambao umekuwa ndani wewe kama mkulima kijana tu, bila shaka umeona changamoto kadha wa kadha. Ni zipi ambazo zimejitokeza kama changamoto kubwa ambazo zinasumbua wakulima hasa katika bara hili la Afrika? Kama changamoto ya kwanza, wakulima hawana skills. Elimu ya ukulima. Nilichunguza nikaona ukulima unataka kidogo elimu, uelimishwe. Tuseme upande wa madawa. Naweza ona hii mahindi ama mmea wote ule umeathirika, lakini mkulima anapiga dawa isiyofaa. Hiyo ni kosa elimu. Kitu ya pili kabisa, soko. Sisi kama wakulima wa hii area hatujajua soko. Mabroka ndio wanatumiza. Sisi tunaumizwa na broka. Madalali wale wanakuja na madalali wanakuja anakuambia hii mzigo utakupelekea Kongowea nini anakutoroka na pesa yako. Una kisa labda uliwahi kupoteza mali wewe? Nishapoteza. Nilipoteza okra kilo 160. Leo ni dalali alikuja akaniambia hii mabenda niko na soko nayo bei nzuri Kongowea, nikampatia mzigo alafu hajanitumia pesa. Akapotea hivyo. Akapotea. Hata leo sijamuona. Alafu kitu kingine sasa, ukosefu wa vifaa. Ukosefu wa vifaa. Kwa mfano kama
hapa ekari 12 tunatumia kisima moja. Inanilazimu usiku nije niweke maji. Na huko hata kuna hizo hippopotamus huko Galana zinazunguka huku. Kuna yani majanga tofauti yanaweza kupata. Lakini nile kujituma na Mungu anasaidia. Namaliza. So mwito wako kwa serikali ya kaunti labda nataka wafanyie nini zaidi? Tunaomba serikali itusaidie. Kuna vijana wengi huku wako na nguvu. Mashamba iko. Lakini vifaa haviko. Wachimbe visima, watuletee generator, watuletee pipe, hata watuletee wale walimu wa kutuelimisha maana ya ukulima. Ndio. Tukijua tutalima zaidi ya hivi. Wewe sasa hivi mipango yako labda in 5 years to come, unataka uwe wapi? 5 years to come, malengo yangu katika ukulima, nipatie plot, ninunue plot, nijenge plot. Nijenge rentals sasa uanze alafu kitu kingine, nisaidie hata na gari, pick up ama kanta. Wewe nikipeleka mali Mombasa. Ya shambani, nisaidie hata watu wa hii mtaa. Watu wa mtaa niwe nachukulia mali yao napelekea Mombasa Kongowea. Sababu soko kuu liko Kongowea. Mali yote tunatoa hapa napelekwa Kongowea. Ukinisaidia na hiyo nikipata pick up nasaidia watu wengi sana. Nasaidia watu wengi. Bila shaka wanasikia na pia Mwenyezi Mungu atakusaidia kutekeleza lengo lako. Kwa hivyo wale vijana ambao wanakaa vibarazani unawaambiaje? Naambia tu wachangamkie hii kazi. Hii kazi ni nzuri kuliko kuajiriwa. Sawa, asante sana. Shukrani sana. Mimi nafurahi sana kwa kutukaribisha kwa shamba lako. Na sisi kama Untold Farming Segment, lengo letu ni kuangazia yale ambayo mnafanya nyinyi kama wakulima wadogo wadogo, ili kutoa fursa kwa wengine waweze kuwatazama na waone pia mchango wao ni upi katika mpango kama huu. Asante sana. Mungu akubariki. Karibu. Shukrani sana. This young farmer here started as a passion towards farming. Now the story has done the needful. Has talked about his big plans in future, even major growth plan for his farming business here. It has been a very, very wonderful story. I think you have learned one or two about resilience, because this area sometimes can be very dry. But you see now, because of the borehole that was dug here by the county government, at least these farmers now have something to showcase in their farms. It's a story, I have really been impressed by this story. So do you as a viewer. I'm sure you are impressed by this young man's vision for his future life in agriculture. My name is Kazung Samuel, and this has been the Untold Farming Segment, African voice of really farming, rural enterprise, and of course food security. See you in our next episode. From Madunguni here, I say goodbye.